Sonko alikuwa anastahili kutumia, ama kaunti ya Nairobi ilikuwa inastahili kutumia milioni 25 kuweza kufanya hiyo hafla ya uapisho, lakini yeye akasema hizo fedha zinapaswa kutumiwa kuwalipa wafanyikazi wa kaunti ya Nairobi. Katika kaunti ya Kitui, Charity Ngili naye akasema zile milioni 6 zingetumiwa kuendeleza miradi ya maji. Kaunti ya Uasin Gishu kama alivyosema Elvis hapo ilikuwa inastahili kutumia milioni 14, sasa wamesema itumie milioni 2. Je, hizi fedha zinazotumiwa kwako wewe unadhani inastahili kutumia mamilioni kuapisha kiongozi? Kwanza kabisa kwa wale ambao ni magavana ambao wamechaguliwa kwa mara ya pili, sherehe ya kuapishwa ni sherehe ya kisheria ambayo ni kitu ambayo inachukua kama ni muda mrefu sana, ni dakika 5. Kwa hivyo pesa hizi zote hatuelewi zinaendelea, zinatumika kuchapisha nakala za katiba, nakala ya kiapo ile wanakula, na ni kitu ambao tayari walishakula kiapo hapo awali, ni kitu hata wanaweza kujisemea hata bila kuisoma. Lakini kwa sababu ya mahitaji ya kisheria wanatakiwa waisome ili hakikishwe kwamba wamekula kiapo ambao inafaa. Kile ambacho ningetaka kusema ni kwamba isiwe tu magavana wanataka kujipendekeza kwa wananchi, ili hali yao ya maisha ambayo yatafuata baada ya kuapishwa yatakuwa ni ya kufuja pesa. Kwa sasa hivi tunafurahia kwamba gavana Sonko ameweza kutupilia mbali mapendekezo ya kutumia milioni 25, lakini tunavyojua Sonko mwenyewe zile dhehebu anazovaa, je, zinagharimu pesa ngapi? Kwa sababu ndio utakataa, lakini ikiwa atajitolea kama gavana kuuza zile madoido amevaa, je, watoto wangapi wataweza kufaidika kutokana na elimu? Watoto wangapi wataweza kuondolewa kwa barabara? Kwa sasa hivi gavana anayeondoka hakufanya juhudi kiasi ya kuweza kutoa vijana wa kuranda mitaani. Tunataka kuona baadhi ya hizo milioni 25 yakitumiwa kusaidia wale vijana, na wasaidie wale ambao kwa kweli hawajiwezi, kwa sababu tunajua kuna wale ambao wanatoka nyumba zao mchana, wanakuja, mama anakaa kwa kona fulani, anasumbua mtoto, akiona mtu akipita mzungu hivi, mara nyingi wanafikiria wazungu wako na pesa kuliko sisi wa Afrika ambao ni weusi kama mimi. Kwa hivyo sisi tunafurahia sana wakati mtoto wa mtaa anapojaribu kukuomba pesa na aone mzungu, dakika moja ametoroka, amekuacha. Tunafurahia sana, lakini tunavyosema ni kwamba haifai wawe katika barabara. Wale ambao wamekuja barabarani kwa sababu ya umaskini wasaidiwe waweze kupelekwa rehabilitation. Hiyo ni jukumu la serikali za kaunti. Nilitazama kwa makini sana gavana wa Pokot Magharibi alipokuwa anazungumza, na sikufurahia alipokuwa akisema, mara nyingi alikuwa anasema serikali kuu. Katika katiba ya sasa, na sisi ambao tuliandika hii katiba katika ukumbi wa Bomas, hakuna kitu kinachoitwa serikali kuu. Kuna serikali ya kitaifa na serikali za kaunti. Kwa hivyo gavana mteule anaposema serikali kuu, inamaanisha tayari ako tayari kupiga magoti na kuinua mkono kusema kutambua kwamba kuna serikali ambayo iko na nguvu kuliko yake. Katika kifungo cha 3 cha katiba inadhihirisha wasi kwamba kuna serikali za kitaifa na serikali za kaunti, na serikali hizo ni serikali kivyao ambao wanaweza fanya kazi yao kwa msingi wa kushirikiana na kuwajibika. Kwa hivyo tunavyoona gavana mteule akisema serikali kuu, hiyo mafikira yanafaa yaondolewe. Na sisi baadhi yetu furahia sana tunapoona gavana Joho akigombana na Uhuru, kwa sababu inaonyesha kwamba ni gavana ambaye ako tayari kutetea eneo lake, kaunti yake. Lakini katika hiyo hatua ya kuteta na rais, pia yeye amekosolewa kuwa kuna mambo fulani katika kaunti yake yani hajawajibika inavyostahili. Mohamed Abdullahi, labda unaweza kuchangia hilo swala. Namuelewa mwenzangu hapa anavyosema. Kwanza nimtetee bwana Sonko kidogo. Sonko yale mavazi anayovalia ni vitu personal. Unajua ni jambo la kibinafsi. Vile ulivyovaa sasa hivi siwezi kusema mbona umenunua hii tai ambayo ni gharama kubwa. Hii ni kitu wewe mwenyewe umenunua, na Sonko mwenyewe anajulikana kwamba ni mtu ambaye amesaidia mambo mengi sana, kujenga vibanda, pakiwa na mafuriko, pakiwa na yuko pale mbele.
lakini mimi sitaki kumtetea mtu yote, lakini nafikiri kwamba amechaguliwa na watu wengi na ana heshima zake. Kwa upande wa hizi serikali mbili tunakubaliana, lakini kuna kitu kinaitwa disruption. Gaweni governor, kuna serikali kuu na kuna kitu kinaitwa heshima. Kama mtu amechaguliwa kuwa rais wa taifa, ana heshima zake. Ili pasiwepo disruption. Governor pia ana heshima yake. Umeelewa? Kiongozi wa chama pia ana heshima yake. Unasikia? Hata awe katika upinzani. Kwa hiyo lazima ile heshima iwepo na kwamba pawepo na itifaki, protocol iwe nzuri. Itifaki iwe nzuri kati yao, hao wanafanya kazi kulingana na itifaki, kulingana na protocol ambazo zinatakiana. Mambo ya kutusiana na kudharauliana na kumharibia heshima kiongozi wa taifa au governor wa area si jambo ambalo linafaa. Unaweza kuendesha mambo kwa ustaarabu zaidi. Kuhusu hao magavana wazungumzwa, na kama huyu bwana alivyosema kwamba ukweli utatokea watakapoanza kufanya kazi, sio kwa ile matamshi ya sasa. Naam. Na inavyoonekana ni kwamba baadhi yao wa magavana wamerudishwa kwa kuwa wamefanya kazi nzuri sana, na wengine wametumiliwa. Katiba yetu, shida moja ambayo watu wengine ambapo tunapoongea ambayo imeleta ni kwamba watu wengine wanasema hivi kwamba ufisadi umetanuliwa. Zamani ulikuwa katika serikali ya taifa au serikali kuu, sasa umeenda katika kaunti 47 ambapo kuna ufisadi wa kila aina na kuna malalamiko mengi sana. Isitoshe, kumekuwa kitu kingine ambacho katika katiba yani haikufikiriwa sana, sijui ni jambo zuri na watu wengi wanafurahia kwamba maendeleo yameweza kufika kwao kwa sababu ya counties. Lakini vile vile kila kitu cha kizuri kina matatizo yake. Moja ni kwamba ingawaje ni Wakenya wanaandika kazi, lakini watumishi wa serikali wamekuwa wengi mno. Na wale wanaenda kupata hiyo kazi ni wale watu waliosoma, si mkulima, si mvuvi, si mtu wa kawaida. Unaona hizi kazi zote ni watu wenye matai tu, na kama mimi hivi wamevaa mashati kama haya ndio wanapata hizo kazi. Raia wa kawaida hafaidi. Kwa hiyo inakuwa top heavy wanavyosema wana uchumi. Lakini ule ufisadi ulioko hapo, nadhani sasa wamejifunza masomo. Na shida moja kubwa iko hapa Mashirima ni kwamba watu wanafikishwa mahakamani, hakuna anayefungwa. Watu wanafunguliwa mashtaka, yanataja magazeti fulani kaingia katika hilo, bado tutarudi pale pale tu. Unaona pale tulipoanzia. Lakini kama huyo bwana Mandago na wengine wanavyosifiwa na watu wao kwamba walifanya kazi nzuri, na wapa heko, na wapa pongezi, na nawapa heko hawa magavana hawa, kwa sababu hatua ya kwanza ni nzuri kuona kwamba usiwe mlaji wa mali ya umma. Hii ni mali ya umma, ni haramu kuila. Wanalipwa mishahara. Mimi kitu kinachonishangaza kila wakati na kinawashangaza wengi nafikiri ni kwamba hawa wajumbe wetu, hawa viongozi wetu katika serikali, wale watu ambao wanashika madaraka wanalipwa mishahara mikubwa hata kulingana na viwango vya kimataifa. Wanapokea pesa nyingi. Kwa nini wanakuwa na haja ya kuanza miradi mingine? Kuna kitu kimoja ambacho kilifanywa miaka ya 60 kilikuwa inaitwa the Ndegwa report. Hiyo Ndegwa alikuwa governor wa Central Bank. Kabla ya hapo anaitwa Duncan Ndegwa. Kabla ya hapo yeye alikuwa ni permanent secretary katika office of the president. Sijui mnakumbuka. Alimsaidia Mzee Kenyatta kuandika kile kitabu kinaitwa Facing Mount Kenya. Sasa yeye ndio katika ile ripoti yake aliandika, si yeye mwenyewe ana makosa, lakini wengi walichangia, wakasema kwamba watumishi wa serikali wanaweza kufanya biashara. Na problem ni kwamba mtu anapofanya biashara katika wizara yake sasa ni matatizo, anaandika mke wake, anaandika kandarasi kuja kutafuta. Kwa hiyo tutarudia pale, lakini heko kwa hao magavana ambao wanafanya kazi nzuri, tunawatakia heri. Naam, asante sana Mohamed Abdullahi ambaye ni mjuzi wa masuala ya Afrika, masuala ya demokrasia, na pia amefanya kazi kama mwanahabari katika shirika la BBC kwa zaidi ya miaka 30. Pia Suba Churchill kutoka shirika la Kura Yangu Sauti Yangu. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo. Kauli ambao wameweza kuitoa ni kuwa heko kwa wale magavana ambao wameamua kuwa zile fedha zilizotengwa za hafla ya kuapishwa ziweze kupungua
kupunguzwa. Lakini katika hiyo kauli ya kuwapongeza, wamesema kuwa isiwe tu jambo la mwanzo, kuwa tutaweza kujua ukweli wa mambo wakati ambapo watakuwa wameanza kuhudumu. Naitwa Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama Kivumbi mwaka 2017. Nampisha mwenzangu Lofty Matambo aweze kuendelea na awamu ya saa 12. Tukutane mwendo wa saa 1. Mungu